kwa mshale wa neno, neno la uzima. Kitabu ni Samueli wa kwanza 16 mstari ni wa 13. Maandiko yanasema, Samueli akachukua upembe wake wenye mafuta akamiminia Daudi mafuta mbele ya kaka zake. Ndio. Mara roho ya Mwenyezi Mungu ikamjia Daudi kwa nguvu. Ikakaa tangu siku hiyo. Kisha Samueli akarudi mjini Rama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni neno ambalo linatoka kitabu cha Samueli wa kwanza 16 13. Na ukitangulia pale mbele neno linasema hivi. Ilifika wakati Mungu akamtuma Samueli kwa nyumba ya Yese. Akamwambia, ondoka, nenda kwa nyumba ya Yese, nimejipatia mfalme. Ndiyo. Na mahali pale neno la Bwana linasema ya kwamba akaenda. Alipoenda kwa nyumba ya Yese, neno la Bwana linasema ya kwamba Yese alimletea vijana wake ambao walikuwa wakubwa. Akamletea akina Shama, akamletea akina Eliabu, watu ambao walikuwa na kimo cha jeshi, watu ambao walikuwa na kimo kikubwa, watu ambao walikuwa na miili, ambao walikuwa wanaonekana kana kwamba hao ndio wafalme. Lakini yule ambaye anaonekana huwa anaonekana kana kwamba anaweza kuwa, huyo ndiye ambaye huwa hakui. Neno la Bwana linasema ya kwamba akawaleta, na kila mmoja aliposimamishwa mbele ya huyu nabii, neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu alimkataa. Na ikafika wakati Mungu akamwambia huyu nabii Samueli, siangalii kama binadamu. Binadamu huangalia sura ya nje. Mimi hutazama roho. Mimi hutazama roho. Mungu huwa anatazama roho. Binadamu huwa wanatazama mwili. Binadamu wanatazama sura ya nje. Hata wengine wanapenda watu kwa sababu ya utajiri. Wanapenda watu kwa sababu ya majina yao. Wanapenda watu kwa sababu ya vile walivyo. Lakini Mungu huwa anaangalia ndani. Mungu huwa haangalii nje. Mungu huwa anaangalia ndani. Na diposa Mungu akamwambia Samueli, mimi siangalii kama binadamu ambao huangalia sura ya nje. Akamwambia, mimi huangalia roho. Siangalii kama binadamu ambao ni binadamu ambao ni watu wakufa tu. Mimi huwa naangalia roho. Na Mwenyezi Mungu akamwambia, hata huyu nimemkataa. Yani watoto wote 7 wa huyu mzee ambaye aliitwa Yese walipitishwa mbele ya huyu nabii ambaye aliitwa Samueli. Lakini hakuna hata mmoja ambaye alichaguliwa. Hakuna hata mmoja. Mwenyezi Mungu alimchagua. Na neno la Bwana linasema wote walipopita mahali pale walipopita, mahali pale walipopitishwa, na pakakosekana mmoja ambaye alikuwa amechaguliwa. Neno la Bwana linasema ya kwamba Samueli akamuuliza Yese, kuna mtoto wako ambaye amebaki? Yese akamwambia Samueli, kuna mmoja ambaye ni kitinda mimba, naye anachunga kondoo kwenye kichaka. Na neno la Bwana linasema ya kwamba Samueli akamwambia, hatutaketi chini mpaka yule ambaye ako kwenye kichaka aletwe mahali hapa. Na neno linasema ya kwamba akatuma mtu, na yule mtu akamwendea Daudi. Na Daudi akaletwa akiwa kwenye kichaka. Tazama mahali hapa, Mungu amemtuma Samueli kwa nyumba ya Yese. Na vile amemtuma akatafute mfalme, manake amekataa Sauli. Neno linasema ya kwamba akamtuma kwa nyumba ya Yese. Nimekuja leo nikwambie neno siku ya leo ya kwamba si kila boma huwa inatembewa. Hata wageni huwa hawatembei kila mahali. Watu hawatembeangi kila boma. Wageni hawatembeangi kila boma. Kuna boma zile ambazo huwa zinatembelewa. Mahali pale ambapo pana kibali, hapo ndipo Mungu huwa anatuma wageni. Mahali pale pana kibali, hapo ndipo Mungu huwa anatuma wageni. Pale ambapo pana kibali, pale ambapo Mungu anataka, hapo ndipo watu huwa wanatembea. Samueli alitembea kwa nyumba ya Yese. Na hakuwa ametembea tu bure. Alikuwa ametembea akiwa amebeba ufalme ili aletee huyu kijana ambaye anaitwa Daudi. Na neno la Bwana linasema akafika kwa ile nyumba ya Yese. Akafika kwa ile nyumba ya Yese. Mpendwa, nimekuja nikwambie siku ya leo, yaweza ikawa umekaa muda mrefu bila Mungu kutumana kwa maisha yako. Lakini
lakini kuanzia siku ya leo nimekuja nikutangazia ya kwamba Mungu anakutumia destiny helper. Mungu anakutumia yule ambaye atakushika mkono, akutoe kwenye kichaka, akutoe kufuga kondoo, akutoe kwenye kichaka, akuvue kaptura ya malishoni, akuvike nguo za kifalme. Yani yule ambaye akona baraka zako. Mwenyezi Mungu anasema siku ya leo atamtuma kwa maisha yako. Unatumaniwa mpendwa, wewe ulio kwenye hicho kijiji, wewe uliye kwenye hicho kijiji, kijiji cha mashida, kijiji cha umasikini, umefungwa na ulevi, umefungwa na umasikini, unatumaniwa siku ya leo. Kuna mtu anatumwa na Mungu, mtu aliye na baraka zako, aje akunyanyue, akutoe kwenye mavumbi, aje akunyanyue, akutoe kwenye hicho kijiji, akupeleke mahali ambapo baraka zako zilipo. Hivyo ndivyo Mungu alifanya kwa nyumba ya Yese. Alitumana, akatuma nabii wake ambaye anaitwa Samueli, akamwambia nenda kwa nyumba ya Yese, nimejipatia mfalme. Na neno ndilo limesema ya kwamba akaenda mahali pale, wakapitishwa wote na wote akawakataa. Lakini kuna mmoja yako kwenye kichaka, kuna mmoja mwenye amesahaulika. Nimekuja ninene na wewe ambaye umesahaulika, nikuambie wewe ambao umesahaulika, na wewe ambao unaonekana kana kwamba haufai, wewe ndiye unakumbukwa, na wewe ndiye unafaa. Wale ambao wanaonekana kana kwamba wanafaa, hao hawafai kitu, hao hawajulikani, mbingu haiwatambui, mbingu haiwajui, majina yao hayajanakiliwa kwenye orodha ya mbingu, majina yao hayajanakiliwa kwenye register za mbingu. Lako ndilo limerejistiwa, lako ndilo limenakiliwa. Wewe ambao unaonekana kana kwamba umesahaulika, wewe unaonekana kana kwamba haujulikani, wewe unaonekana kana kwamba hauwezi ukawa, wewe ndiye utakuwa, wewe ndiye utakuwa, wewe ndiye utakuwa. Daudi hakuwa anaonekana kana kwamba anaweza kuwa, lakini huyo ndiye alikuwa mfalme wa Israeli. Neno la Bwana linasema alikuwa kwenye kichaka. Hakuwa ametumwa kichakani kwa sababu ya kupendwa, alikuwa ametumwa kwa sababu alikuwa wa mwisho, na hakuwa naonekana kana kwamba kuna kitu kizuri ndani yake, ndiposa akatumwa kwenye kichaka. Kulikuwa na watu wakubwa, kulikuwa na watu wenye misuli, kulikuwa na watu wenye nguvu, ambao wangeweza kupambana na simba, ambao wangeweza kupambana na dubu, ambao wangeweza kupambana na chui, lakini hawakutumwa kwenye kichaka. Daudi mtoto mdogo, huyo ndiye alikuwa ametumwa kwenye kichaka. Hebu angalia hapa, mtoto ambaye hana nguvu za kupigana na boya, mtoto mwenye hana nguvu za kupigana na simba, huyo ndiye amechukiwa kiasi cha kwamba anatumwa kwenye kichaka. Akifa asife, hiyo si shauri ya huyu mzee ambaye aliitwa Yese. Yeye alikuwa amemalizana na yeye. Binadamu anaweza kuwa amemalizana na wewe, lakini kuna Mungu mwenye hajamalizana na wewe. Nyumba ya Yese, ndugu zake, baba yake alikuwa amemalizana naye, na akamtuma kwenye kichaka, akamwambia nenda kafuge kondoo, ukitaka kufa ufe, mimi sina za kwako. Lakini Mungu hakuwa amemuacha, Mungu alikuwa na yeye. Neno linasema ya kwamba huyo ambaye alikuwa kwenye kichaka, huyo ndiye Mungu alichagua. Na Yese na huyu nabii akasema ya kwamba sitaketi, hatutaketi mpaka yule kijana aletwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba kijana akaletwa, na mbele ya macho ya Mungu akapendeka, na mbele ya macho ya Samueli akapendeza, na mbele ya macho ya Mungu akapendeka. Kuna kibali ambacho Mungu anaachilia kwa maisha yako. Kuna kibali ambacho Mungu anaachilia kwa maisha yako. Utakuwa unasimama mbele ya watu unapendeka, utakuwa unasimama mbele ya wafalme unapendeka, utakuwa unasimama mbele ya wakuu unapendeka. Daudi alipendeka hata kama alikuwa na kaptura ya malishoni. Daudi alipendeka hata kama alikuwa ananuka kondoo, hata kama alikuwa ananuka mbuzi. Alipendeka. Hata nawe utapendeka licha ya kuwa vile ulivyo. Yaweza ikawa mavazi yako si mazuri, yaweza ikawa hata sura yako si nzuri, yaweza ikawa hata haupendezi, lakini utapendeka kwa kuwa wewe ni mbegu ya Mungu. Nimekuja nitangaze, pokea kibali kuanzia siku ya leo, kibali ambayo ilitembea na Daudi. Hata na wewe pokea. Daudi alipendeka, na neno la Bwana linasema
Samueli akachukua upembe wa mafuta na akamiminia Daudi. Na kutoka mahali hapo Roho wa Bwana akatua ndani ya Daudi. Kumaanisha nini? Baraka, kibali, utukufu zimetua ndani ya Daudi. Natangaza siku ya leo, kibali kitue ndani yako, neema itue ndani yako, nguvu za Bwana zitulie ndani yako kuanzia siku ya leo. Mpendwa, anatangaza upendeke. Daudi alipendeka, ndugu zake wakiwa na mwangalia, walikuwa wamemudharau, lakini kuanzia hiyo siku amebadilishiwa sura, amebadilishiwa jina. Mfuga kondoo ndiye mfalme. Wewe ambaye umepatiwa jina la mwisho, wewe ambaye umepatiwa jina la kudharauliwa, wewe ambaye hauonekani kana kwamba wewe ni mtu, wewe ndiye Mungu anafanya kuwa mtu. Wewe ambaye haujachaguliwa, wewe ndiye utachaguliwa. Wewe ambaye umetengwa, wewe ndiye Mungu anataka. Nikwambie siku ya leo, usilie kwa sababu unapitia rejection. Mungu anakuanga amejificha katikati ya hiyo rejection. Mungu anakuanga amejificha katikati ya hiyo rejection. Mungu alikuwa amejificha katikati ya rejection. Walipomtenga Daudi na wakamtuma kwenye kichaka, kumbe Mungu alikuwa hapo kwenye hicho kichaka. Mungu alikuwa hapo kwenye hicho kichaka, na alikuwa ni kana kwamba amempeleka kwenye training ya kupigana na huyu Goliathi. Na kuambia siku ya leo, hiyo rejection na ugumu ambao unapitia ni training ambao Mungu amekuweka. Na hayo mambo unapitia ndiyo yatakupatia nguvu ya kushinda yaliyo mbele. Kuanzia siku ya leo, ninatangaza hiyo rejection ifike mwisho. Ninatangaza frustration ifike mwisho. Ninatangaza demotion ifike mwisho. Natangaza failure ifike mwisho. Natangaza stagnation ifike mwisho. Kuanzia siku ya leo, mbingu ikumulike kwenye hicho kichaka na ikuchomoe kwenye hicho kichaka. Mbingu ikumulike mahali ulipo na ikutoe mahali ulipo, ikulete mahali pako, ikuketishe kwenye kiti cha ufalme, ikuketishe kwenye kiti cha baraka zako, ikuketishe kwenye baraka zako, ikuketishe kwenye biashara yako, ikuketishe kwenye familia yako, ikuketishe kwenye mahali pako pa kubarikiwa. Mbingu itumane, na inapotumana utolewe mahali ulipo, uinuliwe kiwango kingine. Wewe utakuwa mtu wa kutamanika. Kuanzia siku ya leo, usijidharau tena. Kuanzia siku ya leo, Mungu ako na wewe, kwa kuwa ametumana. Utolewe mahali ambapo ulikuwa umerushwa, utolewe mahali ambapo ulikuwa umekataliwa. Ubarikiwe sana, na ujue ya kwamba usijidunishe kwa mshale wa neno.